Siku zilipita nikiwa sijaonana na yule dada. Nakumbuka siku hiyo wakati naelekea sokoni, nilipita sehemu ambayo mara nyingi huwa napita. Lakini siku hiyo nilipopita, nilikuta kibanda cha mbao kukiwa na cherehani ndani. Lakini pia akiwepo yule dada nilimsuka siku ile. Yeye alikaa pembeni akiwa kajinamia. Nadhani yeye hakuniona kwa kuwa alitazama chini. Nilijishauri sekunde kadhaa nimfuate au nipite tu niendelee na safari zangu, lakini nikapata wazo nimfuate. Habari dada, za siku, nilimsalimu huku nikitabasamu. Salama, alijibu kwa kijitahidi naye kutabasamu kiunyonge. Kumbe hapa ndo kazini kwako? Nilizidi kumuuliza. Ndiyo, ndo hapa. Karibu sana dada, alijibu. Sawa, asante, ila mimi nilikuwa napita tu, naenda gengeni. Niliongea nikijiandaa kuondoka. Sawa, ila dada samahani, nilikuwa nauliza. Nilikuwa nauliza unamjua shehe ambaye yuko karibu na hapa? Aliniuliza. Shehe? Hapana, ila nimekumbuka. Kuna madrasa ipo karibu na hapa, ile ipo hapo juu kidogo. Labda unaweza kupata msaada wa shehe hapo, nilimjibu. Jambo ambalo sikulitegemea. Yule dada alianza kulia. Nilishtuka. Vipi, mbona unalia tena? Nilimuuliza nikimsogelea zaidi. Ni kama swali langu lilizidisha kilio zaidi. Ikabidi nimwangalie tu, ingawa hakuwa analia kwa sauti. Ni machozi tu ndo alikuwa anatiririka. Niambie, shida ni nini, labda naweza kukushauri, nilimwambia baada ya kuona anafuta machozi. Nyumbani tumeibiwa, alianza kuongea kwa kijifuta machozi. Niliendelea tu kumsikiliza. Yaani shemeji yangu kaibiwa 100,000. Sasa mume wangu kasema nikirudi jioni nirudishe, la sivyo nisirudi, aliongea na machozi yakaanza tena kumtiririka upya. Sasa nilikuwa na shida na shehe, maana mimi sijachukua kabisa. Kiukweli sijachukua hiyo hela. Labda shehe akija pale nyumbani anaweza kusema alichukua hela au hiyo hela iko sehemu gani. Alizidi kuongea. Kwa hiyo mumeo kasema wewe umechukua? Nilimuuliza. Ndiyo, mpaka ugomvi mkubwa jana. Hapa nilipo mpaka mkono wangu huu umevimba. Nisaidie basi dada. Angalau wewe ni mwenyeji maeneo haya, aliongea.